Nikaendelea kutembea, wakati huo nimechoka. Nikafika nyumbani. Nilipofika nyumbani, nimelala usiku, usingizi mzito, na kuja kuamka majira ya saa 8 mchana. Naangalia chini ya meza, mama yangu kaniwekea chakula. Nikachukua kile chakula, lakini kabla ya kuangalia kile chakula, nilijitazama miguuni. Hiyo siku mvua ilikuwa inanyesha, na wakati huo natoka, mvua ilikuwa inaninyeshea. Nilivyojitazama miguuni na kwa umri ambao niliokuwa nao, nikasema, mbona ninafanya vitu ambavyo havifanani kabisa na mimi? Hivi mimi Godi ndio wa kuchafuka hivi? Yaani miguu kama mtoto mdogo. Sijielewi. Kwa nini najitaabisha na mambo ya ajabu kiasi hichi? Yaani kama unaelewa kujisikitikia, nilikuwa nimechakaa, yaani miguu kama umepaka labda majivu. Nilijisikitia sana kiasi cha kukataa kabisa kwenda disco. Na nikasema, Mungu naomba unisaidie nisirudi tena disco. Na baada ya siku kadhaa, wakati huo nimeweka nadhiri yangu ya kutokurudi kwenye mziki au kujihusisha na masuala ya mziki, hata kama mziki utakuwa unalilia nyuma yangu ya nyumba, sitokwenda kwenye mziki. Niliweka kiapo. Lakini baada ya muda mrefu kupita, nikaanza kujisikia hamu nyingine, kama kiu fulani. Kiu inanijia ya tofauti sana. Kwanza,